Mimi bana nakwenda kwa mwenyekiti na uendaji wangu kwa mwenyekiti kwa ajili ya Danguli tu, hakuna mwingine. Danguli tena? Danguli tena? Huyo Danguli ambaye unamjua wewe. Yaani kaka, nikwambie tu kweli, huyo Danguli huyo amenifika hapa. Na wewe nini tena? Amenikopa pesa yangu mpaka leo hajanilipa. Basi sawa, unaweza tukaongozana kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti. Aiza kama utasema unataka kusamehe, basi wewe samehe. Kusamehe hela? Mimi tena nisamehe hela yangu? Kaka nisubiri. Basi. Na ikapo mfuko wangu. Weka. Mdaiwa sugu. Karibuni sana vijana wangu, nadhani mmekuja kwa mwenyekiti, ndo mimi nanyi vile vile mna matatizo na mimi ndio kuwatatua matatizo yenu. Kwa hiyo hoja hoja agenda kuu iliyokuwepo hapa bana, mimi nimekuja hapa ikiwa wewe kwa mwenyekiti. Hoja yangu bwana Danguli mimi amenitapeli. Unitapeli kwangu na nimefanya kila jitihadi mwa watu na napita kuagizia watu ili wamwambie, lakini yule bwana maneno yake magumu sana. Nimeamua kuja kwako na wewe ndio utanisaidia mimi. Sio mimi tu, hata dada yangu huyo hapo. Utasikiliza mwenyewe nini alichofanywa. Ni kweli mwenyekiti, hata mimi vile vile amenikopa pesa kwa lengo kwamba atanirudishia baada ya siku 3. Lakini cha kushangaza mpaka sasa hivi pesa yangu hajanirudishia na nikimfuata majibu yake sio mazuri. Ndio maana akasema ngoja kwanza tuje wapi kwa mwenyekiti. Labda hapa kwako tujue jinsi ya kutusaidia tuweze kupata haki yetu. Ni hayo tu? Ni hayo tu mwenyekiti, wala tuna mengine. Mimi ninashukuru kwa kuja kwenu. Huyo Danguli yeye ni raia wangu na ukorofi wake Danguli ninaujua, lakini hapa mwisho taonana na Danguli ili kujua kwamba haya mnaoniambia yako sahihi. Inabidi mimi lazima nikutane na Danguli. Baada ya kukutana na Danguli nitamhoji. Baada ya kupata majibu yake Danguli nitamkutanisheni nyinyi na Danguli ili tujue mustakabali mzima wa habari hizi. Kwa hiyo kuweni na amani, na haya ninaamini kwamba yatakwisha na mwenye haki atapata. Basi si mnashukuru kwa hili. Basi sawa. Ili si mnashukuru. Mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru sana kwa amani yenu na kwa ustaarabu wenu na kuja kwangu mimi. Najua kwamba nao vijana ngangari kabisa. Vijana kama nyinyi ngangari kabisa. Yaani mnatunza heshima ya kijiji changu. Kwa hiyo nashukuru sana na muwe na amani sana. Haya yatakwisha tu. Basi sawa. Basi sawa, tunashukuru mwenyekiti. Basi inshallah. Haya, asante. Na sisi tunaondoka. Haya, asante. Ila ndio tunakutegemea hivi. Hakuna shida. Asante. Huyu Danguli ana matatizo sana katika kijiji hiki. Kila kitu Danguli. Danguli hajatulia kabisa. Lakini huyu safari hii kitaeleweka. Mdaiwa sugu. Kamkopa dada. Na mwenyekiti, nimekuja kuitika wito ulioniita. Kwa hiyo nimekuja hapa kuja kukusikiliza mwenyekiti wangu. Asante, nashukuru kwa kuja kunisikiliza, kwa kufuata wito wangu niliokuita. Kwanza hilo nashukuru. Hapa bwana alikuja Yaso na Chepi. Wewe wanakudai. Umewakopa pesa yao. Na wanapokutana na wewe kutaka pesa yao, unawajibu vitu ambavyo havieleweki. Sasa swala hili zima limekaaje? Mwenyekiti wangu, kwanza kabisa
na iheshimu serikali yangu tukufu. Pili, na kuheshimu wewe ikiwa kama mwana serikali ni mwenyekiti. Kwa ukweli wa hili swala, Bwana Yaso na huyo Chepi wamekuja kuleta taarifa ambazo sio za kweli. Mimi sijasubutu hata siku moja kwenda kwa Yaso wala kwenda kwa Chepi kwenda kuwazima pesa, na wala hakuna siku hata moja waliokuja kwangu mimi kuja kunilalamikia juu ya deni lao nikawatolea majibu mabovu. Swala hilo, ndugu mheshimiwa mwenyekiti na serikali yako tukufu, mimi nathibitisha kwamba hao watu tunajuana tu kwa namna nyingine, lakini kwa mashtaka walioleta hapa sio sahihi, tena sio sahihi kabisa, sio kweli. Maana yake Danguli, ujue kwamba wale si wenda wazimu. Alafu Danguli, una mambo chungu mzima ya ukorofi katika kijiji hichi. Ukifika hapa si mahala pa mchezo, hapa ni mahala pa mwisho. Sasa inabidi hapa mkutane wao na wewe ili tulijadili ili swala liishe. Lakini kama utakuwa umefanya ukorofi, itakuwa umenikosea sana. Mimi ndugu mheshimiwa mwenyekiti, ninakuahidi hiyo timu hiyo ya hao jamaa waliokujia hapa juu ya mashtaka haya, hata kama sasa hivi ialike ije hapa, sawa? Waje tusimame baina yao na baina yangu pamoja na wewe, tuweze kusikiliza mazungumzo ya hili tatizo. Lakini mimi ninakwambia mwenyekiti, sijui chochote kuhusu wao na sifahamu kitu chochote. Mdaiwa sugu kamkopa dada hajalipa.